za enzi, tunakwenda kupata maneno yako Bwana, ukawe nasi katika jina la Yesu. Shusha damu yako ikafike mahali hapa katika jina la Yesu, tunashukuru. Amen. Kwa majina naitwa Elisha Pinel, nimeokoka na mpenda Yesu. Nasali katika kanisa la FPCT Arusha Sakini Kibanda Maziwa. Somo langu la leo linafundisha kuhusu kutii. Kutii neno la Mungu. Ukisikia neno utii, utii ni nini? Utii ni kufuata kile Mungu anachosema. Utii, mtoto mtii kumpendeza Mungu. Utii ni jambo la muhimu sana. Hata tunasoma mifano ya kutii sheria au amri za Mungu. Mfano wa kwanza, kusikiliza na kufanya yale Mungu anasema. Tukisoma katika Kumbukumbu la Torati 28 inasema, Kumbukumbu la Torati 28 inasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo. Mungu anaweza kukutuma uende kama Yona alitumwa na Mungu lakini hakufuata maagizo ya Mungu. Kwa hiyo sisi watoto tujifunze namna ya kutii, tujifunze namna ya kufuata maagizo ya Mungu. Funza namna ya kutii. Usipotii nini kinatokea? Usipotii sauti ya Mungu, nini kinatokea? Labda inaweza kutokea unatengwa na Mungu. Labda inaweza kutokea Mungu anakupa laana. Hiyo ni kitu kimbaya. Hata ukitengwa na Mungu, nani atakusaidia? Nani atakusaidia? Hakuna. Kwa hiyo tunatakiwa kufuata na kufanya yale maagizo ya Mungu. Hapa anasema utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kufanya maagizo ni kuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutunza juu ya mataifa. Ukifanya yale Mungu anasema, atakutunza juu ya mataifa. Mfano mwingine ni kuheshimu wazazi wako. Usipoheshimu wazazi wako, mzazi wako anakuambia nenda kadeki, unakasirika. Nenda kafanya hivi, unakasirika. Hiyo ni amri nyingine. Mungu hajatugaia amri hiyo. Ametugaia amri tuheshimu baba yetu na mama yetu ili tuishi maisha. Hiyo kuheshimu baba yako na mama yako inatoka katika Kutoka 20 mstari wa 12. Kutoka 20 mstari wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upeao na Bwana. Kwa hiyo ukitii wazazi wako, siku zako. Amina. Mungu akubariki sana. Elisha Pinel, mhubiri mzuri wa kimataifa. Mpaka upate kunilinda na mimi pia katika jina la Yesu Baba naomba na kushukuru. Amen. Tunaenda kusoma katika somo langu la leo ni bidii. Nini maana ya bidii? Bidii ni hali ya mtu kujanya jambo kwa imani au matokeo chanya. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Methali 8 mstari wa 17. Na unasema hivi, nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii watanipata. Ukimtafuta Mungu kwa bidii utampata. Kwenye masomo yako ukimtafuta Mungu kwa bidii utampata. Hata kwenye kazi zako, kwenye masomo yako, kama unajua unafanya mtihani, ukimtafuta Mungu kwa bidii utampata. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Methali 10 mstari wa 4. Inasema hivi, atendaye mambo kwa mkono mlemavu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utaradisha. Kimtafuta Mungu kwa bidii kwenye masomo yako, kwenye kila kitu ambao unachokifanya utampata. Tuombe. Yesu, asante umetulinda, tumekula chakula chako cha roho, umetulinda. Nimemaliza somo langu, ukapata kuwalinda watoto wao wenzangu.
wakapate kulisikia, ukapate kuwafungua masikio ya rohoni na macho ya rohoni, katika jina la Yesu Baba naomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yanaitwa Grace Amina, natokea kanisa la Victoria's Christian Center, Karamtoni, Arusha. Leo naenda kuzungumzia somo linalohusu umuhimu wa kuimarisha imani katika utoaji wa sadaka. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa muda na saa hii. Baba, naomba ukatusaidie ukabariki neno lako na ukabariki wanaoenda kusikiliza katika jina la Yesu Kristo, naomba kushukuru. Amina. Imani, umuhimu wa kuimarisha imani katika utoaji wa sadaka. Imani ni nini? Wakati wanajua maana ya imani? Wako wachache sana. Maana imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaposoma kitabu cha Ibrania 11 mstari wa kwanza unaweza kuona basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sadaka ni nini? Sadaka ni kile kitu ambacho mtu humtolea Mungu kutoka moyoni mwake. Kuna aina nyingi za sadaka, lakini tunaweza tukazitaja 4. Kuna sadaka ya upendo au sadaka ya hiari, sadaka ya shukrani, sadaka zaka au fungu la 10, sadaka ya kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe. Umuhimu wa kuimarisha imani katika utoaji wa sadaka. Umuhimu wa kuimarisha imani, unaposoma kitabu cha Ibrania 11 mstari wa 4 unaweza kuona kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki mbele za Mungu. Alishuhudiwa ana haki. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Yesu asifiwe sana. Unapoona Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko nani? Alipomtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, mdogo wake Kaini alimwonea wivu. Ila alipomwonea wivu akamuua. Ila lakini alipokuwa amekufa, lakini sadaka yake ilikuwa bado ikifanyaje? Ikinena. Bwana Yesu asifiwe sana.